Sekta ya maliasili na utalii ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa taifa la Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba sekta hii inachangia 21.5% katika pato kuu la taifa. Leo katika kipindi hiki maalum cha masuala ya utalii tunazungumzia zaidi mchango wa sekta binafsi katika kukuza utalii nchini Tanzania. Na katika kuzungumza hili mtazamaji, nimemwalika mkurugenzi wa taasisi ya Twende Kutalii ambayo inajishughulisha na masuala ya utalii hapa wilaya ya Bunda ndani ya mkoa wa Mara. Mimi ni Thomas Masalu, karibu tusafiri pamoja hadi tamati ya kipindi hiki maalum, ambapo naamini kwamba utafurahia na utajifunza mambo mengi katika swala zima la sekta ya utalii. Karibu bwana. Oh, asante. Okay. Asante sana. Tupo na bwana Albert Chenza. Ndio. Nimefurahi kukutana nawe. Asante na wakaribisha, karibuni. Okay. Karibuni hapa nyumbani. Okay. Na mjisikie huru, nafikiri ni wakati mzuri kukutana na nyinyi. Tunakutana na wewe katika kipindi hiki maalum. Tunajua kwamba upo kwenye sekta hii kama sehemu ya mdau. Mtu anatamani kuweza kufahamu safari ya kampuni ya Twende Kutalii ilianzishwa mwaka gani na sasa pengine na miaka mingapi na makao makuu yako wapi? Kwanza kwa majina naitwa Albert Benedicto Chenza, mkurugenzi wa Twende Kutalii. Twende Kutalii tumekuwa na safari ndefu sana. Tukitaja safari yetu kwa ujumla sasa ni zaidi ya miaka 7. Kwa sababu tulianza mwaka 2017, lakini wakati tunaanza haikuwa kama kampuni ya utalii. Tulianza kama taasisi na asasi inayofanya kuhamasisha shughuli za utalii, ambapo tulifanya matukio mengi sana na ambayo yote yalikuwa nalenga kuhamasisha utalii kwa kuhusianisha wadau mbalimbali na mamlaka mbalimbali. Kwa hiyo baada ya miaka 3 baadaye tukaona hamasa imekuwa kubwa na sasa tukasajiliwa rasmi kama kampuni ya utalii kama Twende Kutalii Company na kuanza shughuli za utalii rasmi. Kwa tangu tumeanza shughuli za utalii sasa tuna miaka zaidi ya 4. Ofisi yetu ipo Bunda, maeneo ya Bomani, nyumba namba 38 ilipokuwa ofisi ya TAKUKURU zamani. Watu wengi wanafahamu zaidi ukisema ilipokuwa ofisi ya TAKUKURU zamani. Kwa miaka 4 ukiwa ndani ya sekta ya utalii, kipi ambacho umejifunza? Kwanza tumejifunza kwamba utalii ni sekta muhimu sana kwa ajili ya uchumi wa nchi hii. Na kama inaweza kuwa muhimu kwa ajili ya uchumi wa nchi, vile vile ni kweli na sahihi kabisa kwamba itakuwa ni ya muhimu kwa ajili ya uchumi binafsi wa mtu mmoja mmoja. Kwa sababu kwenye dhana ya kiuchumi kuna kitu bwana Thomas tunaita microeconomy na macroeconomy. Manake uchumi mdogo mdogo ambao tunasema ni uchumi wa nyumba moja moja, lakini uchumi huu wa nyumba moja moja ndio unaoleta na kujenga uchumi wa nchi kwa ujumla. Kwa hiyo kwa sababu sekta hii imekuwa inachangia kwenye uchumi wa nchi, kwa vile vile ina mchango sana kwenye uchumi wa mtu binafsi. Lakini kitu cha pili ambacho tumejifunza, sekta ya utalii ni sekta ambayo ina uwezo mkubwa wa kuchangia kwenye pato la nchi kama tutatunza rasilimali zetu, bado ikakaa muda mrefu bila kuharibiwa. Fikiria kwamba mgeni anatoka alikotoka, anaenda kuangalia vivutio vyetu, hachukui wala kuondoka na chochote, anaviacha na analipa pesa. Wangekuwa wanakuja wanavibeba wanaondoka navyo kama wanavyoondoka na madini, wangekuwa wanatuachia mashimo, lakini sasa wanaangalia tu na kuacha. Kwa hiyo ni sekta ambayo inaweza kutegemeza uchumi wetu muda mrefu bila yenyewe kuharibika kama tutavitunza vivutio hivi. Lakini cha tatu ambacho tumekuja kujifunza, sekta ya utalii ni sekta ambayo inakuwa pole pole. Na ili ufanye kwenye sekta ya utalii lazima uje na dhana ya kuijenga sekta yenyewe na kujenga watu, ndipo unaweza kukua. Sekta ya utalii sio sawa na duka ambalo unasema nafuata mali sehemu na kuja kuweka dukani, nauza leo, kesho napata faida yangu. Kwa hiyo ni sekta ambayo inajengwa polepole. Na ukijijenga vizuri, ukijenga mahusiano, kwa sababu ni sekta ya kimahusiano zaidi. Haya ndio tuliojifunza makubwa sana kwenye sekta ya utalii. Twende Kutalii mnatoa huduma gani?
Twende Kutalii tuna huduma nyingi kwenye dhana ya ujumla ya mambo ya utalii, lakini kwanza kama sekta, sisi kama wadau wakuu kwenye sekta ya utalii tunashirikiana na mamlaka zote za uhifadhi na utalii katika kuendeleza swala la uhifadhi na utalii. Kuanzia shughuli zote tunazozifanya, hatuwezi kufanya kitu chochote kwenye sekta ya utalii kama hicho kitu hakiendelezi na kuhifadhi zile rasilimali ambazo tunazo. Lakini pili, shughuli ambayo tunaifanya, tunawachukua wageni mbalimbali, watalii kwa ujumla. Tunaposema wageni, sio lazima we mgeni kutoka nje. Mtu yote anayekuja tumhudumie, manake anaenda kwenye maeneo ambayo sio anayoishi, tayari unakuwa ni mgeni. Kwa hiyo tunawapeleka kwenye vivutio vya kipekee. Tuna uzoefu mkubwa wa kuchambua vivutio vinavyofaa na vinavyoweza kuleta furaha kwa watu na kuwapeleka huko. Kwa hiyo shughuli yetu ya pili ni kupeleka wageni kwenye vivutio vya kipekee. Shughuli yetu ya tatu, tunajaribu kuendeleza shughuli za utalii wa utamaduni. Kwa hiyo tunashiriki pia kwenye kulinda tamaduni mbalimbali za Kiafrika na za jamii zetu ambazo zipo, ambazo tunazo. Lakini pia tunashiriki sana kwenye suala la kujenga mahusiano. Tunajua mahusiano haya ndio yanayokuza utalii, lakini shughuli nyingine ambayo tunaifanya ni utalii wa michezo na shughuli mbalimbali. Kwenye hili tumeshiriki mara nyingi kwenye mbio mbalimbali. Tumeshiriki kwenye Serengeti Marathon kama Twende Kutalii. Tumeanzisha pia mbio za kijereshi za baiskeli. Tumeshirikiana na wenzetu wa Twende Butiama kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo ni shughuli za utalii wa michezo kama ulivyo, lakini zaidi ya hapo tunafanya utalii pia wa kupanda milima na michezo mbalimbali ambayo inafanyika ndani ya maji. Kwa hiyo kimsingi kwenye shughuli zote ambazo sisi tunaziona zinawezekana kufanyika kwenye mazingira yetu na ni sehemu ya utalii tunazifanya. Okay. Tunazungumzia kuhusiana na mchango wa sekta binafsi katika kukuza utalii nchini Tanzania. Kwani nyinyi kama Twende Kutalii mnahudumia zaidi maeneo gani kwa hapa nchini Tanzania? Bwana, kwenye sekta ya utalii ni sekta yenye upekee sana. Hili naweza kulisema kwa sababu kwanza ukumbuke wageni tunaowahudumia sio wa Tanzania peke yake, sio wa Bunda peke yake, sio wa Dar es Salaam peke yake. Popote Tanzania watakapotokea sisi tunawahudumia. Na vivutio hivi vimetawanyika nchi nzima. Kwa sababu hiyo tunahudumia wageni kwenda kwenye kivutio chochote watakachopendezwa kwenda Tanzania. Na tunafanikisha hili kwa sababu moja, vivutio vingi ambavyo vipo karibu na mazingira yetu tunaweza kuvifikia direct moja kwa moja kutoka ofisini kwetu. Lakini pili, tuna branchi ambazo zipo matawi manake yanayotusaidia sisi kuwahudumia wageni wanapotokea kwenye mazingira hayo. Mfano, wageni wakitaka kwenda hifadhi ya taifa ya Mikumi, tayari tuna tawi letu ambalo linatusaidia kuhudumia wageni. Wageni wakitaka kwenda Zanzibar, tuna tawi letu linalotusaidia kuhudumia wageni Zanzibar. Na sehemu zile ambazo hatuna matawi, tuna operate kwa mahusiano na kampuni nyingine. Kuna kitu tunaita Memorandum of Understanding. Tuna makubaliano ya kibiashara ya kudumu na kampuni kadhaa. Kwa sababu hii, hata watu wakitaka kwenda kupanda mlima tayari, kama hatutaenda direct, tuna kampuni ambazo tayari tuna makubaliano. Kwa hiyo watapelekwa na Twende Kutalii, lakini kupitia mawakala wetu mbalimbali ambao tunao. Kwa sasa tuna operate ni nchi nzima, tunafanya shughuli zetu nchi nzima, either moja kwa moja au kupitia mawakala wetu. Kwa mtu yote atakayetaka kuja kutalii ndani ya mipaka ya nchi ya Tanzania, tunaweza kumhudumia bila kujali huyu mtu anatoka ndani ya Tanzania au anatoka nje ya Tanzania. Kwa miaka minne ambayo mmeendelea kuhudumia kwa Tanzania na nje ya Tanzania, mnaweza mkajivuna kama kampuni kwamba mmechangia kukuza sekta ya utalii? Ndiyo sana. Sisi kwanza kama Twende Kutalii tumechangia kwa kiwango kikubwa sana kwenye kukuza sekta ya utalii. Tunazungumza sasa miaka minne ya kampuni kama kampuni ya utalii, lakini tukijumlisha na miaka mitatu ya nyuma yake kama taasisi iliyokuwa ina promote tu utalii bila kufanya biashara ya utalii, tumefanya shughuli nyingi sana ambazo tumeamsha mwamko wa watu kupenda utalii. Kwa kumbukumbu ambazo tunazo, miaka 7 iliyopita tulipokuja mara ya kwanza ndani ya mkoa wa Mara, watu walikuwa wanashangaa. Ulikuwa huwezi kumwambia jambo lolote linalohusiana na utalii akakuelewa. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana, lakini tulileta shughuli mbalimbali ambazo zilileta hamasa kubwa kwa ajili ya kupromote utalii. Kwa hiyo kwanza tunajivuna kwamba tumeongeza mwamko mkubwa
kwa watu kupenda na kutaka kwenda kutalii, hata kuvutiwa kuvijua vivutio vyetu. Nikisema tu kwa ufupi, kwa jina la utalii, maana yake kwa lengo la kupromote utalii, tuliwahi kuleta mashindano ya mbio za baiskeli ambao tuligawa zawadi za pikipiki za kutosha. Tuliwahi kuleta mbio za baiskeli sio mara moja, tumeshiriki kuwapokea waendesha baiskeli kutoka Dar es Salaam kwenda Butiama. Tumehudumia kwa zaidi ya miaka 3 ambao pamoja na dhana nyingine, dhana ya uhifadhi na utalii ilikuwepo ndani yake. Binafsi kama mkurugenzi wa Twende Kutalii nimeshiriki kwa kuwa mratibu wa Serengeti Marathon kwa zaidi ya miaka 4 mpaka miaka 3 nyuma, ambapo nilipisha kwa ajili ya kuwapa nafasi wengine. Tumeleta mashindano ya mbio za baiskeli ndani ya Kijereshi. Tumefanya mashindano mbalimbali. Mwaka jana tumefadhili mashindano ya UMISETA ya shule za sekondari ndani ya wilaya ya Bunda. Tumefadhili mashindano ya maadhimisho ya siku ya wazee kitaifa yaliyofanyikia Bunda. Tulikuwa sehemu ya wafadhili wakuu kufanikisha shughuli hiyo, lakini zaidi pia tumefadhili mashindano ya mpira wa miguu ambayo yamefanyikia mara 2 kitaifa ndani ya Bunda. Tumekuwa wafadhili mfululizo. Tumeshiriki shughuli nyingi sana, kwanza kama sehemu ya jamii na kama wadau kwenye sekta ya utalii. Lakini zaidi takwimu ambazo tunazo kwenye malengo ya nchi ya kufikisha watalii milioni 1, sisi kwa miaka 3 takwimu zetu zinaonyesha tumepeleka watalii zaidi ya 3876. Sasa manake katika watalii milioni 5 waliopelekwa na nchi hii, ukitoa 3876 ambao tumewapeleka, tayari na sisi kuna mchango wetu, manake ile milioni 5 haitafikiwa. Kwa hiyo kwa sababu hizi zote sisi tumekuwa ni sehemu ya mpango huu na maendeleo haya ya sekta ya utalii kwa kanda ya Ziwa kwa ujumla, lakini zaidi tumekuwa wadau muhimu kwa nchi hii katika kuchangia maendeleo ya sekta ya utalii. Na mnafanyaje kazi labda kwa kushirikiana na serikali na mashirika mengine katika kuboresha sekta ya utalii? Kwa maana ya mahusiano, tunahusiana kwa maana nyingi. Kwanza nimesema tunafanya utalii, lakini pia tunahusika pia na uhifadhi. Kwenye swala la uhifadhi tumeshiriki kupanda miti zaidi ya miti 18,200 ndani ya mlima Barili kwa muda wa miaka 3-4 mfululizo kwa kushirikiana na TANAPA, kwa kushirikiana na TAWA. Tumeshiriki kampeni mbalimbali za kuhifadhi mlima Barili kwa kuzuia ukataji wa miti. Wakati mwingine tulienda mbali zaidi kwa sababu ilibidi tutoe ushirikiano uliopitiliza angalau kuisaidia mamlaka za misitu kupambana na hawa watu wanaokata miti na misitu kwa ujumla. Lakini zaidi ya hapo kwenye uhifadhi tunashirikiana na serikali na wadau mbalimbali katika kufanya shughuli zetu na hasa kusaidia kukuza sekta ya utalii. Kwa hiyo kuna michango mingine tunaitoa. Umeona mwanzoni nimetaja takwimu mbalimbali, lakini kuna michango tunatoa inawezekana isiwe ya kitakwimu moja kwa moja kwa sababu ni ngumu kupima. Kuna vitu tunasema ni qualitative na quantitative, vinavyopimika kwa kuhesabu na vile visivyopimika. Kwa hiyo katika kushirikiana, katika kusaidia kusukuma utalii unavyoshirikiana na serikali, tumefanya shughuli nyingi katika kushirikiana na serikali. Mfano, tumeshiriki kwenye maadhimisho ya siku ya wanawake mwaka juzi, ambapo tulipewa jukumu la kupeleka wanawake wote wa mkoa wa Mara kwenda kutembelea hifadhi ya taifa ya Serengeti. Lakini pia mwaka huu tumeaminiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii na Bodi ya Utalii Tanzania, tumepewa jukumu la kusimamia zoezi la maadhimisho ya siku ya wanawake, kuyahusianisha, kuyaunganisha na mambo ya kitalii. Maanake kuhamasisha wanawake wanapoenda kuadhimisha maadhimisho haya waende kutembelea vivutio ambavyo vipo karibu yao. Kwa kama Twende Kutalii tumepewa jukumu na Bodi ya Utalii Tanzania kanda ya Ziwa kusaidiana na kushirikiana na kampuni mbalimbali zinazofanya kazi zao ndani ya kanda ya Ziwa kuhakikisha kwamba wanahamasisha na kupeleka watalii hawa. Kwa hiyo jukumu letu kubwa litakuwa kwanza ni kuwasiliana na kushirikiana na kuhamasisha hizi kampuni ziandae vifurushi maalum vya kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake. Lakini pili, jukumu letu kwenye hiyo itakuwa sasa zile kampuni zikishaleta vifurushi vile ni kuvitangaza
kwa wadau mbalimbali na taasisi mbalimbali, maanake kuviuza vile vifurushi vyao. Lakini tatu, wanaweza wakawa kuelekea maadhimisho wakawa wanataka kuomba vibali maalum vya kufanya shughuli maalum ndani ya hifadhi, kwa sababu haya ni maadhimisho. Kwa hiyo tutakuwa pia na jukumu la kuwaombea vibali hivyo vya shughuli ambazo wanataka kufanya, pengine ni shughuli ambazo hazijazoeleka kama party nini kufanyika ndani ya vivutio vyetu. Lakini tatu, itakuwa ni kukusanya takwimu, zoezi hili limefanikiwa kwa kiwango gani, angalau kila kampuni ituambie kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake kama tukio maalum wamepeleka watalii wangapi. Kwa kufanya hivi, serikali itaweza kutambua hamasa ambayo tumeifanya, hamasa ambayo serikali imetuagiza sisi kuifanya na ambayo imefanyika na serikali kwa ujumla, imeleta mafanikio kiasi gani kwa kanda ya Ziwa. Na kupitia takwimu serikali itaweza kujua mwaka jana walifanikiwa kiasi gani na mwaka huu tumeenda mbele au tumerudi nyuma. Kwa kwetu tunasema hii ni heshima kubwa sana ambayo tumekuwa tunaipata kupitia serikalini, na hasa serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6, ambayo kwenye sekta ya utalii tunajua kabisa imefanya kazi kubwa na kazi yenyewe inaonekana kwa macho. Labda tutazame katika changamoto kwenye biashara zipoje ili watu wajifunze pia. Changamoto zipo, hakuna jambo lenye manufaa halina changamoto. Na kukumbusha tu kwamba biashara ya utalii ni biashara, kuna wakati ni biashara ya kimataifa. Kwa hiyo ni ya kimataifa na ni biashara ya ndani. Kwa hiyo kama watu sisi tuliopo kwenye sekta ya utalii, kuna taratibu ambazo tunatakiwa kuzifuata ili tuweze kutoa huduma zetu kwa standardi za kimataifa na tuweze kuwahudumia wageni kwenye kiwango ambacho wao wenyewe wataona kwamba hii sasa imekuwa haieleweki. Kwa hiyo tunaona kwamba changamoto za mwanzo kabisa ni mitaji. Watu wengi wanapendelea kwamba wangejihusisha na biashara ya utalii, wangewekeza kwenye sekta ya utalii. Lakini sekta ya utalii kwa namna moja au nyingine, ili kufikia vigezo maalum, unahitaji mtaji ambao ni mkubwa kidogo. Mtaji kwa maana ya moja, rasilimali zinazotakiwa ili uendeshe biashara ya utalii; mbili, masharti na taratibu ambazo unatakiwa kuzifuata mpaka kufanikisha hiyo. Sio taratibu mbaya, zinatekelezeka, ndio maana watu wanazifanya. Lakini kwa mtu ambaye anamiliki ndoto kubwa pekee na hana pesa ni ngumu. Lakini pia kwenye sekta binafsi tunatamani kama kungekuwa mfumo maalum, kwa sababu ni sekta ambayo kwa takwimu tulizonazo ni sekta ambayo inachangia kwa kiwango kikubwa sana kwenye pato la taifa. Bwana Thomas, naweza nikakupitisha hapa ili ukaona tu unyeti wa sekta ya utalii, angalau uone jinsi gani serikali ilitakiwa iongeze msaada zaidi kwenye kuendeleza hii sekta ya utalii. Kwanza tu kwa ufupi, sekta ya utalii inachangia 21.5% ya pato la taifa hili. Maana yake kwenye kila shilingi 100 ambayo serikali imepata, shilingi 21 na senti 50 imetoka kwenye sekta ya utalii. Na katika hiyo 21%, ndani yake sasa katika hiyo 21%, 17.2 imetokana pase na utalii, yani watu kutembelea vivutio na kufanya shughuli za utalii. Lakini 4.3 ya hilo pato la taifa ambalo ni 21 imetokana na mazao ya misitu na nyuki. Mazao ya misitu na nyuki maana yake tunapovuna misitu yetu na mazao ya nyuki yamechangia kwenye pato letu kwa 4%. Sasa hii tunazungumzia uchumi kwa ujumla, lakini kwenye uchumi kuna kitu tunaita pesa za kigeni, kwa sababu ile uchumi wa ujumla, pesa tulizopata, kuna pesa tunazozipata kutokea ndani. Tunaposema kutokea ndani, tunamaanisha watalii wa ndani na shughuli zote zinazofanyika ndani na watu wa ndani. Lakini kuna wakati tunapata wageni kutoka nje. Wakija kutoka nje, wanakuja na pesa zao. Yani maana yake kama tuna kapu letu lina pesa za ndani ya nchi, tuna shilingi 5,000. Wakija wageni kutoka nje na shilingi 3,000, wameongeza kwenye 5,000 yetu, sasa pato letu linafika shilingi 8,000. Sasa tunapozungumzia pato kutoka nje ni ile 3,000 iliyoongezeka ambayo ndani ya nchi hatukuwa nayo. Sasa kwenye hiyo
kwenye pesa yote tunayopata kutoka nje, pesa tunazopata kutoka nje ni pesa zinazotokana na bidhaa na huduma tunazoziuza nje. Tunapochimba madini yetu tunapeleka nje, yale madini tunapopeleka nje tunapata pesa ya kigeni inakuja. Tunapovuna kahawa tunapeleka nje, tunapata pesa ya kigeni inakuja. Sasa tunapouza bidhaa na huduma za utalii, pesa zote zinazoingia ndani ya nchi ambazo hazijatokana na ndani ya nchi, 30.9 kwa takwimu za sasa hivi, pesa hiyo imetokana na shughuli za utalii. Na katika hiyo 30.9 sekta ya utalii imechangia. Manake tunataka kumaanisha nini? Tunataka kumaanisha kwamba kwenye kila shilingi 100 ambayo Tanzania imeipata kutoka nje ya nchi, shilingi 30 na senti 90 imetoka kwenye sekta ya utalii. Sio madini. Watu tunajuaga madini yana thamani zaidi, lakini madini hayafikii pesa inayoletwa na utalii. Na katika hiyo pesa sasa 30.9 tunayoipata kutoka nje, ndani yake 25% ni utalii pase, watu manake kutembelea vivutio vyetu vya utalii, na 5.9 inatokana na mazao ya nyuki na misitu. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa sekta inayochangia pato la nchi kwa ujumla na pesa ya kigeni 30.9 ndio sekta inayoongoza kuliko sekta yote. Kwa matarajio yetu kama wakulima wanakopeshwa, nimezungumzia habari ya mitaji, kama wakulima wanakopeshwa, tunatamani iwepo mikopo rahisi ya kuinua wajasiriamali kwenye sekta ya utalii, kuwasaidia kufanikisha wao wasimame vizuri, kwa sababu wataleta wageni zaidi, tutapata pesa zaidi. Lakini changamoto ya pili, nilikuwa nazungumza changamoto ya mitaji, angalau hii nimeenda ndani zaidi kuonyesha unyeti wa sekta ya utalii na kwa nini tunahitaji serikali iweke support zaidi. Changamoto ya tatu ambayo tunayo kwenye sekta ya utalii tunasema kwa sababu ni sekta ya kimataifa. Matatizo yanayotokea kimataifa pia huwa yanaathiri sekta hii moja kwa moja. Tunakumbuka wakati wa COVID, wakati wa corona. Wakati wa corona nchi zilifungia watu wake ndani. Zilipowafungia watu wake ndani, walikuwa hawawezi kuja kutalii. Kwa kama hawawezi, sisi tulipoteza kabisa biashara, na hoteli nyingi zilifia pale, hazikunyanyuka tena. Kwa sababu unakuta mapato yao yote yanategemea wageni kutoka nje. Lakini pia kuna matatizo makubwa kama vita. Tunajua uchumi wa kidunia ni uchumi unaotegemeana. Haisimami nchi moja wala sekta moja na lile jambo. Ilipiganwa vita Ukraine hapa, tunaambiwa mafuta yamepanda bei, kila kitu angalau kilikuwa kinaparaganyika. Kwa sekta ya utalii inaweza kuathirika zaidi na matukio na majanga ya kimataifa kuliko sekta nyingine. Ndio Bwana Thomas. Kawaida kwenye dhana ya biashara ya utalii ni lazima umfanye mgeni akae muda mrefu kwenye kivutio. Kadri anavyokaa muda mrefu ndivyo anavyolipia zaidi. Kuna wageni anatoka alikotoka, anatamani alale ndani ya hifadhi zetu. Lakini kuna wakati anaweza akaja akaambiwa hoteli zimejaa. Kwa hiyo tunaamini hata hao wageni wanaokuja wengine, sio kila mgeni anayekuja anataka kulala na uchumi wa juu. Kuna hoteli ndio za bei kubwa na pengine hazijai haraka, lakini kuna watalii wanaokuja ametoka Ulaya, hiyo pesa aliyoenda kutalii amejichanga miaka 5, amechanga miaka 10. Kwa hiyo naye uchumi wake ni mbovu tu. Lakini angependa alale kwenye hifadhi zetu. Ila kwa kulala hatumpunguzii kiingilio ambacho anakilipa, ni vile vile. Kwa hiyo kama tutakuwa na vitanda vingi pia vya bei nafuu kwenye hifadhi zetu, tutaongeza idadi ya watu wanaolala. Kwa kama mtu angeingia na kulipa kiingilio mara moja $84 au $83.6 kwa kuingia na kutoka, atalala atalipa
concession fee, atalipa hela ya kitanda, atalipa na siku inayofuata pia. Kwa hiyo tunaongeza mapato kwa kuwafanya wakae zaidi. Kwa hiyo kwenye swala la miundombinu tuna changamoto kidogo ambayo tunadhani zinatakiwa zifanyiwe kazi kwa kuhusisha sekta binafsi na serikali kwa ujumla. Lakini changamoto nyingine ambayo tunayo kwenye sekta ya utalii, sisi tunakaribisha, tunataka waingie wadau wengi zaidi. Kama tuende kutalii, sisi tunaamini katika complementarship kuliko competition. Complementarship ni kama kusema, Bwana Thomas, mimi nina majani ya chai, wewe una sukari, alafu ndugu yetu pale ana maji na mwingine ana gesi. Sasa huwezi kulamba sukari ukatosheka, mimi siwezi kulamba majani nikatosheka. Yule hawezi kunywa maji peke yake akapata chai, na mwingine hawezi kuota moto akatengeneza. Tulete hiki tulicho nacho, tukusanye pamoja, tutoke na product hii moja ambayo itafurahiwa na mlaji wetu. Kwa hiyo tutatengeneza chai pamoja. Kwa hiyo sisi tunaamini, na kwa siku zote tulipokuwa tunasema tunawakaribisha wadau mbalimbali waingie kwenye sekta ya utalii. Tunadhani watu wengi hawajapenda sana kuingia kwenye sekta ya utalii, kama nilivyosema, labda sheria hawazijui na zile taratibu zake, changamoto ya mitaji ambazo tunaamini zikishughulikiwa. Sasa kinachokosekana kwao ni elimu, waeleweshwe. Kama unaweza kufungua duka la hardware la milioni 50, duka la hardware la milioni 100, sio mbaya, unapenda duka la hardware. Lakini kumbe ungeweka kwenye sekta ya utalii ambayo ndio ina mchango mkubwa sana kwenye uchumi wetu, itasaidia kuendeleza na kuboost uchumi wa nchi kwa ujumla, na wewe utapata mapato makubwa, kwa sababu wanasema ukiwa kwenye sekta inayolipa na wewe upo likely kupata zaidi kuliko ukiwa kwenye sekta ambayo hailipi kama nyingine. Kwa hiyo hizi changamoto ndio changamoto ambazo kwa mtazamo wetu sisi tunadhani zinatatiza kidogo na zinashika mguu sekta ya utalii inapotaka kwenda. Lakini katika yote, pamoja na changamoto, kuna pongezi lazima zitolewe kwa baadhi ya watu na taasisi. Kwanza kabisa, sisi tunapongeza sana serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa aliyoyafanya katika kuendeleza sekta ya utalii. Sekta ya utalii, nafikiri kwa kuona umuhimu wake, ndio sekta pekee iliyopata upendeleo mkubwa. Akatengeneza kwanza filamu ya Royal Tour katika kupromoti sekta ya utalii. Maanake alijua mchango wa sekta ya utalii na jinsi gani inatakiwa kusaidiwa. Kwa huu tunasema ni upendeleo, lakini upendeleo huu unakuja na wajibu. Sisi tuliopendelewa tuna wajibu wa kufanya zaidi. Lakini pili ni pongeze mamlaka za uhifadhi. Mamlaka za uhifadhi zimetusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Ni ngumu kusema kuanzia lini, lakini tukirudi nyuma zaidi ya miaka 7, zaidi ya miaka 10, hali ya uhifadhi haikuwa nzuri sana, ilikuwa hairidhishi. Kwanza idadi ya wanyama. Tukienda kwa tembo, idadi ya tembo ilikuwa ni ndogo sana, hata kumuona tembo ni shida. Ni kwa sababu ujangili ulikuwa juu. Mlikuwa mkienda kutembelea vivutio, kwa taarifa tulizonazo, tembo akikuona mbali tu anakushambulia. Yaani ukikutana na tembo sio furaha, ni janga. Kwa sababu walikuwa wameathirika na ile dhana ya kuwindwa, kila wakati wanawindwa. Lakini tangu yalipoanzishwa majeshi ya uhifadhi, jeshi uhifadhi kwa maana ya Ngorongoro Conservation, kwa maana ya TANAPA, kwa maana ya TAWA, kwa maana ya TFS, vilipoanzishwa kama vyombo vya ulinzi kwenye sekta ya utalii, kumekuwa kiwango cha juu kabisa cha uhifadhi. Idadi ya wanyama imeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Yaani leo ni kawaida kwenda kukutana na tembo zaidi ya kundi la tembo 100 wapo pamoja, na unawakaribia mpaka mita 10 hakushambulii. Manake huu rafiki umejengwa kwa sababu hawashambuliwi tena, wamekuwa ni marafiki. Kwa hizi mamlaka zimefanya kazi yao kwa kiwango kikubwa sana. Lakini tatu, kuna mamlaka kuna bodi ya utalii Tanzania. Bodi ya utalii Tanzania ni taasisi ya serikali iliyo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, ambayo jukumu lake kuu ni kutangaza utalii wa Tanzania ndani ya mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Taasisi hii imefanya kazi kubwa sana katika kutangaza, kwa sababu kazi yao ni kutangaza.
Kwa mamlaka zinafanya kazi yao kuhifadhi na kufanyaje na kushiriki kutangaza. Sekta binafsi zinahifadhi, zinatangaza, zinashirikiana na wadau, lakini yenyewe Bodi ya Utalii Tanzania kazi yake kuu ni hiyo tu, kutangaza utalii wa Tanzania. Kwa hiyo imeshiriki exhibition nyingi sana, maonyesho mengi kimataifa, kitaifa na hata locally. Na pia imejitahidi sana kujenga mahusiano kati ya serikali na sekta binafsi. Ikumbukwe kwamba kawaida serikali haifanyi biashara. Hii dhana lazima ieleweke. Kawaida serikali hata ingekuwa na kitu chenye thamani na kinachoingiza pesa kiasi gani, serikali haifanyi biashara. Kazi ya serikali ni kutoa huduma na kukusanya kodi. Hata hii tunayoizungumza sekta ya utalii Tanzania, ambayo imekuwa na mchango wake kwenye sekta ya uchumi, ndani yake serikali haifanyi biashara. Wanaofanya biashara ni sisi sekta binafsi. Sisi sekta binafsi ndio tunaofanya biashara na serikali yenyewe inakusanya kodi na kufanya uhifadhi. Sasa Bodi ya Utalii Tanzania imekuwa ni linki muhimu kwa sababu inatangaza utalii. Ina linki kati ya serikali na sekta binafsi, lakini kati ya sekta nzima ya utalii na mataifa ya nje. Kwa hiyo kwenye hili Bodi ya Utalii, serikali kwa ujumla na sekta binafsi zina mchango mkubwa ambao umepelekea. Lakini pia Bwana Masaru, nafikiri sio mbaya kupitia na kuona hizi jitihada tunazozifanya. Unaweza kujiuliza zinasaidia nini sasa? Zina mchango gani kwenye taifa hili? Hii sekta binafsi ambayo ndo dhana yetu ya leo tunayoisema inavyoshiriki kwenye sekta ya utalii, je, inaleta faida gani kwa nchi hii? Kwanza, moja kabisa, sekta ya taasisi binafsi kwenye sekta ya utalii, kwa sababu ya dhana ile kwamba serikali haifanyi biashara, yenyewe inatunza na kukusanya kodi. Sisi sekta binafsi ndio tunaoleta wageni. Hata wanaowekeza mahoteli makubwa kwenye vituo vyetu kwa asilimia kubwa ni sekta binafsi. Kwa hiyo sekta binafsi inatoa mchango wa uwekezaji ndani ya sekta ya utalii. Magari ya utalii unayoona yanabeba watalii sio ya serikali, ni ya sekta binafsi. Hoteli nyingi unazoziona nzuri ni za sekta binafsi. Shughuli nyingi zinazofanywa na uwekezaji unaofanyika hapa Bunda, tuna wawekezaji wamewekeza hapo Mlimani, vile sio mali ya serikali. Kwa hiyo sekta binafsi ndio inayofanya uwekezaji kwenye sekta ya utalii, na bila uwekezaji hatuendi. Lakini mchango wa pili wa sekta binafsi kwenye swala zima la utalii ni kutengeneza ajira. Sekta binafsi inatengeneza ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Tunazungumza haya magari yanaendeshwa na watu. Hawa watu sio mmiliki wa kampuni anaendesha. Kampuni yote ina magari zaidi ya 300, maana yake imeajiri madereva 300. Hao madereva wanaenda kulala kwenye hoteli. Au madereva walioajiriwa tayari ni ajira ya moja kwa moja. Lakini dereva anaposafiri anaenda kulala hotelini na anahudumiwa na mhudumu. Yule mhudumu naye ni mwajiriwa wa sekta ya utalii, lakini sio mwajiriwa wa moja kwa moja. Kwa hiyo inatengeneza ajira, na sekta ya utalii imetengeneza ajira milioni 1.5. Sasa ajira milioni 1.5, ukitaja jumla ya watu walioajiriwa afu useme tunatoa hawa milioni 1.5 wanafukuzwa kazi kwa kuua sekta ya utalii, unapata picha kwamba hali itakuweje. Lakini swala la mchango wa tatu wa sekta binafsi katika kuchangia, mchango wa sekta binafsi katika utalii na uchumi wa nchi kwa ujumla ni kuchangia kwenye pato la taifa. Hizi sekta binafsi zinazofanya kwenye utalii zinachangia kwenye pato la taifa kwa sababu wageni wote wanaoenda kutalii wanapolipa viingilio vyao, nje tu ya kiingilio ndani yake kuna kodi. Kwa hiyo ile kodi inaenda moja kwa moja serikalini. Kwa takwimu za mwaka jana, TANAPA wameibuka kidedea na wamepata tuzo kama walipa kodi wa moja kwa moja kwa kiwango kikubwa bila shida yoyote. Kwa sababu malipo yao mengi ni electronic. Tunapopeleka wageni tunapeleka ki-electronic, tuna swap card, ile kodi inaenda moja kwa moja serikalini. Kwa hiyo sekta ya utalii hata dhana ya kukwepa kodi haipo. Ndio maana lakini zaidi tunasema ina multiplying effect. Sekta ya utalii ina multiplying effect, lakini kupitia hizi sekta binafsi. Kwa sababu sisi sekta binafsi tunavyochangia sekta ya utalii inakuwa ndani ya huduma zinazotolewa kwenye sekta ya utalii. Tuseme kuna chakula.
Tukizungumza chakula kinacholiwa kwenye mahoteli, kuna nyama, kuna samaki. Kwa hiyo tunaponunua hivi vitu kwa wingi, manake sekta ya uvuvi pia itakuwa, sekta ya uchumi itakuwa, wageni watalindwa, sekta ya ulinzi itakuwa, wageni watataka kutransact, kufanya miamala ili wafanye manunuzi wanayoyataka, sekta ya fedha inakuwa. Sasa hii kwa ujumla wake tunaita ni multiplying effect. Kwa sekta binafsi kwa kuwekeza kwenye sekta ya utalii inaongeza kukua kwa uchumi kwa kuinua sekta nyingine kupitia effect tunaita multiplying effect. Na mimi mtazamaji, unaendelea kupata elimu ya kutosha kuhusiana na sekta hii ya utalii, na kama ambavyo nimekuambia awali, leo tunazungumzia zaidi mchango wa sekta binafsi katika kukuza utalii nchini Tanzania. Bwana Chenza hapa, mkurugenzi wa Twende Kutalii, alikuwa anaelezea mambo mbalimbali na namna ambavyo wao wanavyoshiriki katika kukuza sekta hii ya utalii. Pengine turejee tena Bwana Chenza, tutazame sasa kwenu nyinyi kama sekta binafsi. Labda mna mchango wote katika masuala mazima ya mahusiano ya nchi yetu ya Tanzania na nchi zingine, kama tunazungumzia mahusiano ya kimataifa? Maana tumesikia mambo mengi ambayo mnafanya, mnahudumia watu wengi, mnapokea wageni wengi, yaweza kuwa nyinyi ndio mnapokea watu wengi kuliko labda ofisi za kiserikali. Kwa nyinyi binafsi mnajiona mna mchango mkubwa katika swala hili? Kwanza Bwana Thomas, nakubaliana na wewe. Sisi sekta binafsi ambao ndio tunafanya pia kwenye sekta ya utalii, kuna uwezekano kama ulivyosema, kweli tunakutana na wageni wengi wa kimataifa kuliko hata ofisi na taasisi za serikali zinavyokutana nao. Ambao tunasema wanaweza kuwa wanakutana nao pia ni sekta ya uhamiaji, lakini tunasema kama kwenda kuzunguka kwenye hizi ofisi nyingine na taasisi za serikali, sekta binafsi hasa waliopo kwenye utalii ndio wanaokutana na wageni wengi kuliko taasisi nyingine. Kwa hiyo kwa sababu hii sisi wadau wa sekta ya utalii ambao sasa ni taasisi binafsi ni kama mabalozi wa nchi yetu, tena mabalozi wema, kwa sababu wadau waliopo kwenye sekta ya utalii kama atakuwa balozi mbaya, wanaweza kuiharibu na kuichafua nchi. Tunaamini mpaka hizi hatua tulizozifanya, tulipofikia kama nchi kufikia idadi ya watalii ambayo imefikia na kukua kwa sekta ya utalii, kuna mchango mkubwa ya wadau wa sekta binafsi waliopo kwenye sekta ya utalii kuwa mabalozi wema. Kwa tuna mchango mkubwa sana wa kujenga mahusiano kati ya watu wetu wa ndani ya nchi na wa nje, lakini zaidi kati ya mataifa wanayotoka na mataifa tuliopo. Kwa sababu wageni ambao tumekuwa tunawapokea na kuwapeleka kwenye vivutio mbalimbali wamekuwa ni wageni, wengine wanatoka kwenye mataasisi na mashirika tofauti. Mfano mwaka juzi, mwaka 2023, sisi Twende Kutalii tulibahatika kumhudumia bilionea mmoja mkubwa sana kutoka Brazil. Anaitwa Paulo Shimohira. Ni bilionea wa Brazili mwenye asili ya Japani. Huyu mtu kwao ni mkulima. Nchi za wenzetu wakulima ndio matajiri, sio sisi huku. Kwa sababu kusikia ni mkulima. Ni mkulima. Bwana Thomas anamiliki mashamba yanayofanana na mkoa mzima. Kwao wanaita province. Alikuwa anatuambia wana matrekta yanayolima ambayo haiwezi kuendeshwa na binadamu, inajiendesha yenyewe na GPS. Nikamwambia kwa nini asiendeshe binadamu? Anakuambia binadamu atapindisha mistari. Kwa trekta inanyoka kutoka kama hapa mpaka Msoma. Inapanda pamba nyuma. Kwa kuanzia kulima, kupanda, kuvuna ni mashine inafanya. Sasa huyu jamaa aliniambia anamiliki heka 400 za pamba. Anamiliki viwanda vya pamba. Lakini analima pamba, analima soya, analima miwa. Na hii miwa sio kwa ajili ya ustari, kwa ajili ya kuzalisha fuel, wanenye anasema ya kutumia kwenye mitambo na magari. Mafuta. Soya na supply Ulaya, nchi za Ulaya zinategemea yeye wa supply soya kwa ajili ya kutengenezea vyakula na kulisha mifugo.
ukiangalia kwa uwezo wake, kwa maneno aliyoniambia, nchi yetu kama Tanzania peke yake pengine tunaweza kumpa mikoa 5 au 6, anailisha yeye na wote tusifanye kazi vitu wanavyozalisha. Sasa hawa kwao ni mabilionea, anamiliki ndege zake, ni bilionea huyu, ambapo alipokuja kwetu alituachia agizo moja, tumtafutie sehemu anapoweza kupata hekari angalau kwa kiwango cha chini 75,000 zilizo pamoja. Okay. 75,000. Tumehangaika sana. Nilikuwa nawasiliana na viongozi tunaofahamiana. Nimewasiliana na mtu mmoja kutoka wizarani. Na lengo hapo ilikuwa ni kupata hizo uwekezaji kwa ajili ya kuwekeza. Uwekezaji. Na alituuliza maswali mengi sana. Na kadri tulivyokuwa tunazungumza, akiona anaangalia, je, kilimo anachokifanya kule kinawezekana kufanyika Tanganyika? Kila muda tukiwa kwenye utalii, yeye alikuwa anaenda kwenye Google akiangalia mazingira, anaangalia hali ya hewa ya mikoa tofauti ndani ya Tanzania. Na akawa anauliza mikoa anayolima pamba. Nikawa namwambia. Alivutiwa na Maswa, nikampigia simu Mheshimiwa DC wa Maswa, Mheshimiwa Kaminyoge. Anasema ukweli tunalima pamba, lakini heka hizo anazozitaka kwetu hamna. Sio kama hazipatikani. Hakuna mtu anaweza kushika eneo kubwa hivyo akawekeza. Watu wana viheka vidogo vidogo. Mwenye heka nyingi unakuta na heka 100. Wazo likaja kuhusu Katanga, wilaya ya Katanga, mkoa wa Katavi, ambako ilionekana pia ni nzuri zaidi. Ameangalia hali ya hewa na kila kitu akaona ni nzuri, lakini bado tulikuwa na changamoto zinazofanana. Kwa hiyo kidogo akarudi nyuma, lakini hii dhana ilikuwa ya wazi. Lakini kuna wakati tumehudumia madaktari bingwa kutoka Ulaya, kutoka Italia. Hawa kila tulipoenda walikuwa wanawaza ni jinsi gani watavolontia kutoa huduma kwa wananchi za bure. Wamekuwa wakija kwa kuja kutalii, lakini wamekuwa wakija wanaenda kutembelea huduma mbalimbali na kujitolea kutoa huduma bure. Hii ni faida ambazo zinatokana na sisi kuitangaza nchi vizuri na kujenga mahusiano. Lakini majuzi pia tumebahatika kuwatembeza madaktari bingwa kutoka Brazil, ambao wao wamevutiwa na mpaka wamekuja Tanzania, wanakuja kwa ajili ya kuanzisha hospitali yao. Hawa kule kwao Brazil wanamiliki meli 3, ambazo hizi meli ni meli hospitali. Zinapita kwenye mto Amazon, zinatoa huduma kwa jamii zile za porini zinazokaa kwenye misitu ya Amazonia. Na ni huduma za kihospitali ambazo zina kila kitu, operesheni zote kubwa zinazojulikana kwenye ngazi ya kimataifa. Sasa baada ya wao kuja kutembea Tanzania na kuvutiwa na taasisi fulani zilizopo Tanzania na kufuatilia kupata support, wameshakuja rasmi, wamekuja kuripoti Tanzania, wameanza rasmi mchakato wao wa kujenga hizi hospitali. Ndio wamekuja kwa kuvutiwa, kutembezwa na sekta binafsi, na sasa kuna sekta ambazo zimewapokea. Haya mengine hatuwezi kuyaongelea kwa undani kwa sababu yapo mikononi mwa watu wengine ambao labda ndio wamewapokea, lakini mimi nasema mchango wa sekta ya utalii una nafasi kubwa sana kwenye kujenga mahusiano kati ya watu binafsi, serikali, lakini sisi wadau wa sekta binafsi ndani ya sekta ya utalii ndio mabalozi wa nchi hii. Kwa tukiwa mabalozi wema, tunaleta mambo mema. Ndio maana watu wanaoingia kwenye sekta ya utalii pia ni vizuri wawe screened, waangaliwe wanaipenda nchi yao kiasi gani, wanaijua nchi yao kiasi gani, ili waiuze nchi tupate mafanikio zaidi ya pesa zile tunazozipata kwenye sekta ya utalii. Kwa maana hiyo kwamba sekta ya utalii na hasa kwenye sekta binafsi, kumbe mtu anaweza karibu mahusiano ama kaitangaza nchi vibaya kabla hata hajafika kwa viongozi haswa, na anaweza kaitangaza katika mambo mazuri na mwisho siku akapatikana mwekezaji kabla hajafika huko kwa haswa. Ninachoweza nikakwambia, mara nyingi wageni wanaokuja akiamua kwenda kwa viongozi ni wakati ameridhishwa na maelezo ya mwenyeji wake ambaye ni guide, ambaye ni sisi kampuni tunaowapokea.
Ukimwambia mambo mazuri, anataka kwenda hatua inayofuata, ndo anaenda kwa viongozi. Ukimwambia mambo mabaya kuhusu nchi yako, hata kwa viongozi hataki kwenda, ni kugeuza tu na kuondoka. Kwa hiyo na hapa nitoe hamasa kwa sekta binafsi iliyopo kwenye sekta ya utalii. Tujitahidi kuwa mabalozi wema, tujitahidi kuwa wazalendo, kwa sababu mafanikio yanayotokana na ubalozi wetu wema kwenye sekta ya utalii hayamnufaishi mtu mwingine nje ya Tanzania, wala hainufaishi serikali pekee iliyopo madarakani. Yananufaisha bibi zetu, shangazi zetu, watoto wetu. Akija mtalii kama mtalii, akaona fursa ya kuwekeza, akavutiwa na amani na mazingira mazuri ya uwekezaji, na sisi tukazungumza mambo mazuri, akiwekeza ni watoto wetu wataenda kuajiriwa kwenye hizo taasisi zao. Kwa hiyo tuna mchango mkubwa, kwanza kuisema nchi yetu vizuri, kueleza mambo mazuri yaliyopo kwenye nchi yetu, na kuwashawishi hao wageni kwamba wasiishie tu kutembelea, hata wakitaka waje waishi, watuletee fursa nyingine mazuri. Kwa hiyo tuna mchango wa moja kwa moja kwenye sekta ya utalii, lakini tuna mchango wa moja kwa moja kwenye kujenga mahusiano ya nchi. Kwa sababu uko field, tuangalie ni fursa zipi ambazo unaziona hazijatumika haswa katika sekta ya utalii? Kwenye sekta ya utalii kuna fursa ambazo tunadhani bado hazijatumika vile ipasavyo. Kwanza moja, kwenye kutengeneza vifurushi. Nikisema vifurushi, hapa dhana ieleweke kama mitandao ya simu inachofanya. Unanunua kifurushi cha 500, ndani yake unapata dakika, unapata message, unapata MB. Kifurushi ni cha 500. Kwa hiyo wenyewe hawajali kama ndani yako wewe una simu ya tochi, lakini wenyewe MB watakupa tu. Na kunaona mtu ana simu ya tochi lakini ambayo sio smartphone, lakini anapenda anunue kifurushi chenye MB, lakini anafurahi kununua cha mtandao fulani kwa sababu kina vitu vyote. Kwa hiyo bidhaa na huduma za kitalii zitauzika zaidi na kwa wingi kama zitauzwa kwenye vifurushi. Kwenye hili jambo bado hatujapiga hatua sana, bado tupo nyuma, kwa maana ya kwamba mgeni akija aambiwe mfano tutakupeleka Serengeti, tutakupeleka Ziwa Victoria, tutakupeleka na Mlima Barili. Mwenyewe ndo aseme mimi kwa miguu yangu utalii wetu utauzwa kama vifurushi. Unamwambia lakini sisi tulikuwa tumekupa huduma zote, kuongeza idadi ya watalii. Kwa hiyo hii dhana ya vifurushi mimi kwangu naona kama haijatumika vizuri sana. Kwa hiyo ni fursa ambayo ipo ndani na vivutio vyote tunavyo vya kutengenezea vifurushi. Upande mwingine ambao naona hatujatumia hizo fursa vizuri ni utamaduni tulionao. Mkoa wa Mara na Tanzania kwa ujumla tuna utajiri wa utamaduni wa makabila yetu. Tumeona watu wanafanya vizuri, watu wa Mwanza kidogo na Bujora ambao inatangaza sana utamaduni wa Kisukuma. Lakini hatujaona dhana kama hiyo Ukerewe kidogo, ukienda kwa chifu utaona kidogo Chifu Ruhumbika kuna dhana ya utamaduni, lakini sio sehemu maalum ya kuelezea utamaduni huu. Makabila mbalimbali ambayo tunajua bado yanashikilia utamaduni. Kwa hiyo hizi ni bidhaa ambazo hazijatumika vilivyo. Lakini fursa nyingine ambayo tunaona haijatumika ni ya kuuza bidhaa nyingine za kitalii. Ukienda mikoa ambayo imeendelea kwenye utalii, na hapa ni utaja Arusha na Zanzibar, ambao zipo hatua nyingine kabisa kwenye sekta ya utalii. Kila ukienda utakuta kila baada ya maduka kadhaa ya vitu vingine utaona kuna maduka yanauza bidhaa za utalii, picha, michoro, vinyago na vitu mbalimbali ambavyo vinavutia utalii. Kwenye hii haijatumika vizuri kabisa maeneo mengi, na hasa ni stick kwenye mkoa wetu wa Mara ambapo tupo karibu na Serengeti. Maana inaweza kupitiwa na wageni. Haijatumika kabisa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunadhani ni fursa zilizopo lakini hazijatumika. Lakini milima yetu tulionayo ambao kwenye maeneo mengi yapo, na sasa hapa ni stick pia kwenye mkoa wetu wa Mara. Tuna milima kadhaa ambayo ipo haijatumika kitalii kabisa.
Kwa hiyo hizi naziona ni fursa ambazo bado zipo na zinaangaliwa tu. Kwa hiyo tuna vitu vingi kwa sababu dhana tunayotakiwa kuitumia hapa ni kwamba maisha yetu ya kila siku, biashara zetu za kila siku, shughuli zetu za kila siku ni kwa namna gani zinagusa na kuingia ndani ya utalii. Tukiwaza tu hivyo, tukiwa na hiyo dhana, tutabadilisha bidhaa zetu nyingi au tutaanza kuzisogeza kwenye sekta ya utalii na itatuletea pesa. Hata maisha tunayoishi majumbani tu, kuna kitu kinaitwa homestay. Kuna wageni wakija hataki kukaa mahotelini, anataka akae kwenye maeneo, kwenye nyumba ya mtu, nyumbani kwa mtu. Sasa aone mnavyoishi, mnavyokula, na yeye awe sehemu ya familia. Hii tunaita homestay. Hakuna ambako inafanya kazi kwetu huku bado. Kwa hiyo tuna vitu vingi vinavyofanana na hivi havijakamilika. Okay. Ndio. Tunaona mkoa wa Mara ni kama haujapiga hatua katika swala zima la utalii licha ya uwepo wa hifadhi bora Afrika kwenye swala zima la utalii. Tunazungumzia hifadhi ya taifa Serengeti. Pengine hilo nalizungumziaje kama mdau wa utalii? Kwanza nisiseme kwamba hatujapiga hatua kabisa. Mwanzoni wa interview nilisema zile hatua ambazo tumezipiga, lakini nirudi kukubaliana na wewe kwamba hatujapiga hatua kama inavyotakiwa kwenye sekta ya utalii, hasa kwa mkoa wa Mara kama ulivyosema, kwa sababu kweli ni wazi ukilinganisha mkoa wa Mara na mikoa mingine kama Arusha, kama Kilimanjaro, kama Zanzibar, na sisi watu wa mkoa wa Mara ambako ndo tupo kwenye hifadhi hii, hifadhi ya taifa ya Serengeti, hifadhi bora kuliko zote Afrika nzima. Ukilinganisha na maendeleo tuliopiga, kwa kweli haviendani. Ni wapi sasa tunakwama? Kuna sehemu ambazo tunakwama. Kwanza, moja, nadhani elimu. Kuna viongozi wamewahi kusema elimu. Ukitaka watu wachimbe sana madini yachimbwe vizuri na uongeze ufanisi, wekeza elimu kwenye uchimbaji wa madini. Ukitaka watu wavune sana kwenye mambo ya utalii, wape elimu kuhusu utalii na faida zake wazione. Chochote unachotaka watu wafanye waibuke nacho, wekeza elimu kwa hawa watu. Kwa cha kwanza, watu wa mkoa wa Mara hatujaweza kupata elimu ya kutosha namna ya kuvuna rasilimali za utalii, namna ya kutumia fursa za utalii. Kwa hili tunafahamu ni jukumu la serikali, ni jukumu la sekta binafsi katika kutoa elimu kwa wananchi ili waingie kwenye sekta ya utalii. Manake kwenye vyuo tunavyofundisha tuna VETA zipo, tuna FDCs ni Focal Development Colleges ambazo mfano Bunda hapa tuna Kisangwa, Msoma kule zipo pale Buhare FDC, lakini pia tuna vyuo kadhaa binafsi. Tuhakikishe kwamba kwa sababu tuna Serengeti, kila chuo cha kati ambao mimi nasemaga sio university, kwa sababu university ni hao watu wa kutengeneza sera. Yaani mtu wa university ukimwambia bwana umesomea kutengeneza barabara, koroga zege, hata zege hawajuagi koroga. Lakini hawa watu wa kati wanasomea kutenda kazi. Kwa hiyo vyuo vya kati vifundishe utalii, vifundishe namna ya kunufaika na utalii. Lakini cha pili, ukiacha swala zima la elimu, serikali itengeneze utaratibu na sheria ndogo, uwe ni mkakati wa kudumu, kwamba hata kama hatuna vyuo na vyuo vyetu havipo, kama mkoa uanze jitihada ya kupigania kwamba vijana wanaotoka mashuleni masekondari wanaochaguliwa aidha kwenda vyuo vikuu, kwa sababu wanatoka mkoa wa Mara. Tunafahamu rasilimali ya Serengeti sio ya mkoa wa Mara, ni ya Tanzania nzima, ndo sera ya nchi inavyosema. Lakini haina maana nani atakayeitangaza kama watu waliopo hapo hamna anayejua utalii. Kwa hiyo vijana wetu wanaoenda vyuo vikuu wahamasishwe pia kule waende wakasome utalii.
ili wakirudi waje waelimishe hawa waliopo chini. Kwa hiyo swala zima la elimu na nini. Lakini swala la tatu, utamaduni. Mkoa wa Mara tuna bahati, tuna viongozi wengi wanaotoka mkoa wa Mara. Tumebahatika hapa, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyetuletea uhuru kabisa ametoka mkoa wa Mara. Tumebahatika wakuu wa majeshi si 4 wangapi wametoka Mara. Waziri mkuu na jaji mkuu wa Tanzania, hao wanaozungumza ni wastaafu, lakini nasema walitokea wapi? Jaji Joseph Sinde Warioba alitoka Mara. Tunazungumza wakuu wa JKT, sasa tunavyozungumza mkuu wa polisi, jeshi la polisi Tanzania anatoka Mara. Hatusemi watumie nafasi zao kufanya upendeleo kwa watu wa mkoa wa Mara kwenye sekta ya utalii, hapana. Ila watumie ushawishi walionao. Mimi na wewe Bwana Thomas Masaru tukizungumza jambo moja, afu jambo hilo akaja akazungumza Warioba, Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba, jaji mstaafu na waziri mkuu mstaafu, akilizungumza IGP anayetoka mkoa wa Mara, akazungumza na watu wa mkoa wa Mara, kwake litapata uzito kuliko mimi na wewe tukizungumza. Kwa hiyo hawa ambao tunasema ni national figure lakini wanatoka mkoa wa Mara, waje waseme chochote kuhusu wananchi kuingia kwenye sekta ya utalii. Kwa hiyo hawa watasaidia kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo nafikiri hivi ndio vitu vya kufanyia kazi, lakini miaka ya nyuma tulikuwa na changamoto kidogo ambazo sasa zimepungua kwa kiasi kikubwa. Ujangili wa wanyama. Na hapo nazungumzia kwa mkoa wa Mara. Katika hiyo changamoto. Ndio, nazungumzia mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara ulikuwa na changamoto ya ujangili wa nyama. Yaani watu wa mkoa wa Mara ilikuwa ni mara 100 wanapenda sana nyama pori, na huku tunaita kimoro. Ile nyama ikiwindwa wanachana vipande vyembamba, wanaanika juani au kwenye moshi, wanarudi kutunza, wanarudi wanauza. Kimoro kinapendwa sana na watu wa mkoa wa Mara. Ndio sielewi kinaweza kufanyeje kikatumika kama chanzo cha utalii au vimoro viuzwe mabuchani kwa utaratibu maalum utakaowekwa, sijui kama inawezekana. Lakini utamaduni huu wa kupenda kula vimoro, wananchi walikuwa naona ni mara 100 wawinde wale nyama kuliko waambie apeleke mgeni alipwe hela. Kwao kufanya shughuli ya utalii wanaona haina faida kuliko kuwinda nyama hizi. Sasa hili swala ni la kitamaduni. Kwa hiyo tuna uwezo, kwa sababu unapoleta kitu kipya kwenye jamii usigombane nacho, usipingane nacho. Tunasema unachepusha. Wanaweza wakasema tumeruhusu kula kimoro, ila lazima kiwepo kimoro halali. Vimoro labda vinauzwa buchani. Ukikamatwa na kimoro ambacho hakijatoka buchani ni kesi kwa kibali maalum ule kimoro. Unanipata? Kwa hiyo kwa dhana hii itapunguza swala la uwindaji. Lakini pia tuwaambie wajifunze kutengeneza vimoro vya ng'ombe. Ng'ombe ni wengi sana mkoa wa Mara. Kondoo ni wengi sana mkoa wa Mara. Kama wana utaalamu wa kutengeneza kimoro cha wanyama pori, watengeneze vimoro vya mifugo wanayoifuga, halafu waandae kitamaduni. Watuambie sisi waongoza watalii tulete wageni wakaonje kimoro cha ng'ombe. Hii tunaita kuchepusha kuliko kupigana, kuwakamata, kuwafunga miaka mingi peke yake. Kumbe tunaweza kuwaletea. Nani mwenye jukumu hilo sasa? Ni wao wenyewe wananchi, ama ni nani ambaye anaweza kashawishi hayo yote ikawa ni sehemu ya fursa? Mara nyingi majukumu yote yanayohusu utaratibu, sera na sheria ni jukumu la serikali, kwa sababu serikali ndio ieleze adhma yake ya kudhibiti ujangili. Lakini kwa sababu inajua watu hawa wanapenda kimoro, niwaambie ni rahisi tu. Tumetengeneza utaratibu, andaeni vituo vya kutengeneza vimoro vya nyama ya ng'ombe. Alafu tunaagiza waongoza watalii, sisi waongoza watalii tutawaambia wageni wetu kuna vyakula vya asili, lakini chakula cha asili mojawapo cha mkoa wa Mara, bila kusema ni mnyama gani, ni nyama iliyoanikwa inaitwa kimoro. Kwa mtalii akija akara kimoro, yeye hahangaiki kwamba lazima ale mnyama pori.
Kwa kufanya hivyo, serikali imedhibiti ujangili, lakini imewaingiza jamii hii kwenye utalii kwa ujumla. Kule Kilimanjaro wanatumia fursa yao ya utamaduni wao na maisha yao kuingiza kwenye utalii. Wanalima kahawa, kuna migomba pia. Kwa hiyo wanaenda wanamuonyesha mgeni kahawa inavyotengenezwa. Wanaenda kumpeleka shambani, wanamuonyesha wanavyochuma kahawa. Wanamuonyesha wanavyo process hatua ya kwanza kutoa maganda. Wakiprocess ile wanaiweka pembeni. Wanamuonyesha kahawa ambayo ipo hatua inayofuata. Kwamba bwana, ukisha nani unaanika, ukianika inakuwa hivi. Wanamuonyesha kahawa walioanika. Na wakisha iliyoanikwa ile wanamwambia ikitoka hii stage tunatwanga kutoa maganda ya nje, wanatwanga mbele yake. Tena wanaimba na nyimbo twanga twanga twanga, na mgeni mtalii wanatwanga. Wakitoa maganda ya nje wanamwonyesha tunakaanga, wanachukua chungu au sufuria, wanakaanga na mgeni. Wakishamaliza kukaanga, wanamuonyesha kahawa inatwangwa na kinu kiasili, sio mashine. Alafu wanaonyesha wanavyochekecha, wanachemsha birika, wanatia kahawa, wanatengeneza kahawa. Kwa hiyo pengine na sisi hivi leo Bwana Thomas tunavyokunywa chai hapa nyumbani, mimi toka Kilimanjaro. Sijui ilikotoka, lakini tungekuwa sasa tupo kule, pengine tungekuwa tunakunywa kahawa ambayo tumeshiriki kuitengeneza hatua kwa hatua. Unamaanisha kwamba kama ni masuala ya nyama wanamuonyesha wanavyo process na nini, naye iwe ni sehemu ya utalii. Wakati mtu anajifunza angalau anaacha pesa. Kwa hiyo kujifunza tu anaacha pesa. Kuna mwaka tumebahatika kuleta vijana kutoka Madrid. Na wengi walicheza mpira hapa, wachezaji wa mpira kutoka Madrid. Tulificha majina yao, hatutaki kuwasema ni watu gani. Tulibahatika tu kuwahudumia watu kutoka Madrid. Kwa sababu mkataba wetu na wao ilikuwa lazima tufiche majina yao, kwa sababu ilikuwa lazima tufiche majina. Hivi mfano wangetaja jina la mchezaji maarufu yupo hapa, amekuja kutalii na anazunguka hapa Bunda, so nafahamu watu wangetoka Dar es Salaam kuja kumuona, ingemharibia mikataba yake ya biashara. Kwa hiyo hao watu tuliwapeleka kwa rafiki yetu mmoja Mariwanda, ambaye rafiki yetu yeye ni mfugaji, ni mwenyekiti wa kijiji cha Sarakwa, Sarakwa kata ya Hunyari. Tulipowapeleka kuchunga ng'ombe, manake walishiriki kuanzia asubuhi. Waliona wanavyokamua maziwa. Kwenye jamii nyingi za kifugaji, kazi ya kukamua maziwa ni ya wanawake. Kwa hiyo na wenyewe wakashiriki kukamua maziwa. Wakaonyeshwa jinsi wanavyochekecha maziwa kutengeneza mafuta ile samli. Na wanaume wakaonyeshwa kazi za kiume, wakapiga mashuka, wote wakapewa fimbo, wakaenda kuchunga ng'ombe, tukaenda kunywesha ng'ombe maji. Tuliporudi chakula kimeandaliwa cha asili. Hii shughuli yote imefanyika ndani ya masaa 2-3. Ndani ya masaa 2-3 wakalipa shilingi 500 kwenye ile familia. Tunadhani ni swala la serikali kuziona fursa hizi, kutengeneza utaratibu, kutoa elimu, na fursa tunazodhani hazijatumika zitatumika vizuri. Tunajiona wapi sasa kwa miaka ijayo kama Tanzania kwa hatua hizi ambazo tunaona pengine kwa serikali mambo yamefunguka, wanaweka mipango, wale watalii ambao wamejipangia wamefikia, na nyinyi huku sekta binafsi mnafanya yenu ambayo ni makubwa, lakini pia kuna mapendekezo ambayo mnapendekeza, pengine yote hayo yakifanywa kazi, tunajiona wapi Tanzania kwenye sekta ya utalii kwa miaka ijayo? Kwa kuzingatia maendeleo ya sekta ya utalii miaka 7 ambayo sisi tumekuwa ndani ya nyuma, kwa kujiona pale tulipo sasa, inatusaidia sisi tunaona picha kubwa mbele sekta ya utalii itakuwa wapi. Kama sekta hii inachangia 30.9% ya pesa ya kigeni na 21% ya pato la taifa, na hii imekuwa inakuwa, kuna kitu kwenye uchumi tunasema ina increase at increasing rate, yani inakuwa kwa kiwango cha kuongezeka.
Yani sio kama mwaka huu imekuwa 2%, sio kwamba na mwakani itaongezeka 2%. Kama mwaka huu imekuwa kwa 2%, mwaka kesho inakuwa 3%, mwaka kesho kutu imekuwa kwa 5%. Hii tunasema inakuwa kwa kuongezeka. Na iona sekta ya utalii ndani ya miaka 10, miaka 20, miaka 25 mbele itakuwa mbali zaidi. Itakuwa ni sekta kimbilio kwa sababu kwanza moja, kwa aina ya changamoto tulizonazo kwenye sekta ya utalii. Ni sekta ambayo kama nilivyosema inachangia kwa ajili watu, lakini tayari kwenye sekta nyingine tuna changamoto ya watu kusoma na hawana ajira. Hili swala tatizo sio la Tanzania tu, hata Marekani wana tatizo hili, hata Ulaya kote wana tatizo hili la kuwa na wasomi wengi, ajira zinasumbua. Kwa hiyo inatengeneza mlipuko wa wasomi mtaani wasio na kazi, waliokopa hela kwa ajili ya kusoma, wenye stress za kufa, mtu kumsema tu anakung'ata anataka ukua. Sasa sekta ya utalii, wajanja wachache watakaofumbua macho, itakuwa ni kimbilio kwanza la ajira. Kwa sababu kama mtu amesomea mfano ualimu, hajapata ajira ya kufundisha, hawezi kusema leo naanzisha shule yangu na nitafundisha kwenye shule yangu ikawa rahisi. Haiwezekani. Lakini msomi aliyesoma elimu akagundua kuna changamoto ya ajira, akaenda kozi fupi tu ya miezi 9 au 10. Nilikuwa nasoma juzi chuo kikuu huria cha Tanzania, Open University, wanatoa kozi za muda mfupi, nafikiri miezi 10 tu, ya namna ya kuongoza watalii. Ada yake ni milioni 1, nafikiri ni $100,000 na. Kwa ndani ya miezi 10 mtu amesha certify kuwa mwongoza watalii. Hasa mtu amepata ajira yake, amegundua swala la ajira ni tatizo. Kuna watu sasa tunavyozungumza wana miaka 5, 6, 7 kwenye sekta ya elimu na sekta nyingine. Mimi nimebezi kwanza kwenye sekta ya elimu, hawana ajira. Huyu mtu akienda kusoma miezi 10, hata asipoajiriwa, akisimama hapo barabarani, ana website yake, ana simu yake ya WhatsApp, anajitangaza kwa watu, mimi napandisha watu mlima Balili, atapata watu, atapata Watanzania, atapata wageni kutoka nje ambao wanakuja kutalii. Wanasema siku moja sisi tunapumzika Bunda wakati tunasubiri kwenda Serengeti. Hivi siku tunaosubiri tufanye nini? Tutapanda mlima Balili, hata mimi nitawapeleka. Mara ya mwisho sisi tunapeleka wageni wa nje kupanda mlima Balili, tulikuwa tunatoza $20 kila mmoja. $20 ni shilingi 50,000 na zaidi ya shilingi 50,000. Sasa hii shilingi 50,000 au zaidi unaweza kuwanunulia maji ya kunywa, kachakula kokote. Ukiwa na wageni 10, una $500,000. Nani atakaa kulialia mimi sina ajira? Kwa mwezi upeleke makundi mawili tu, kundi hili la watu 10 $500,000, hili la watu 5, una milioni. Kwa ukipambana unaweza kupata zaidi, bado mtu atalia sina ajira. Kwa wakati anasubiri hizo ajira, hao mambo yatakuja baadaye. Kwa hiyo mimi kwangu naiona sekta ya utalii ndio sekta inayoenda kutengeneza ajira kubwa zaidi kuliko sekta nyingine. Pili, sekta ya utalii naiona itazidi kwenda mbele kwa sababu ya mambo ya utandawazi. Kadri tunavyoenda, utandawazi unaongezeka. Sisi tuna ofisi yetu hapa ya utalii, lakini hutaona watalii hapa wanaingia na kutoka wamefurika, lakini tunapeleka wageni. Biashara ya sekta ya utalii, kwa sababu nao hudumia sio wenyeji wa hapo, wanatoka maeneo mbalimbali, inafanyika zaidi kwenye mtandao kuliko hivi physical. Kwa sababu sekta sekta ya mawasiliano na utandawazi inakuwa, na sekta ya utalii itaendelea kukua tu. Kitu gani ambacho ushawahi kukutana nacho kama sehemu ya changamoto?
au kukutana na wageni wakawa labda ni wasumbufu au mambo mengine ambayo pengine kila ukikaa hivi unasema hili jambo sitolisahau. Sawa. Uhalisia, hakuna kazi Bwana Thomas haina changamoto. Tuna changamoto nyingi tunakutana nazo, lakini kuna changamoto moja ambayo siwezi kuisahau hadi leo. Na wakati mwingine hizi changamoto zinatumika kutufundisha, kutufanya tuwe bora zaidi. Kuna taasisi moja ambayo nisingependa kuitaja, ni ya hapa Tanzania. Tulipata nafasi ya kuwapeleka kwenda kutalii. Lakini kuna taasisi nyingine ambayo sisi tulikuwa tunahusiana nayo. Tulikuwa tunahusiana, maana yake tulikuwa tunashiriki kuwaandalia matukio yao. Kwa hiyo bwana, tulipewa nafasi ya kwenda sehemu kuandaa matukio mbalimbali ya kuelekea, yani matukio ya maandalizi kuelekea tukio kuu ambalo sisi tulikuwa wadau kwenye kuliandaa. Na hili tukio bwana, tulikuwa tulimiliki sisi, linamilikiwa na taasisi nyingine rafiki ambayo tunayo. Sasa kama organizer, kama muandaaji kwenye yale matukio, niliagizwa niende nikaahidi zawadi tunazotakiwa kuwapa baada ya haya mashindano. Nikaandaa vizuri, nikaenda kwenye vyombo vya habari. Unajua huwa inanikumbusha, nasikia uchungu sana, lakini nafurahia kwa sababu imenifundisha na kuwa imara zaidi. Tulipoenda kule, tukaandaa, tukatengeneza, tukatangaza zawadi na kwenye vyombo vya habari na PA. Siku moja kabla ya tukio, nawaambia sasa wale wakubwa zangu, bwana, zawadi tumeshaahidi kama mlivyoniambia ni hizi na hizi, mnitumie pesa ili tuandae, ili tuwape watu hawa ambao watakuwa wameshiriki. Siku moja kabla ya tukio wakasema, bwana, hizo hela hatuna na hatutaweza kutuma hizo hela za. Waambie tu hivyo vitu havipo ulivyoahidi. Nilipoenda kwenye zile timu, zilikuwa ni timu za mpira wa miguu na watu fulani na michezo mbalimbali. Niliposema, bwana, wakubwa zangu wameniambia zawadi hizi bahati mbaya hazitakuwepo, wakasema ile PA tulio kodi kukutangaza ndio hiyo tunaenda kutumia kukuchafua. Tunaenda kutangaza kukuchafua. Unajua, kuna wakati, kuna nyakati unatamani dunia ifunguke ili upishe kwanza kidogo. Sasa kwa kuogopa ile pressure ya kwenda kuchafuliwa, na mimi nipo hapo, fikiria umekusanya watu wa mji mzima na taharuki hizo. Nikachukua pesa kiasi ambayo ilikuwa imelipwa na taasisi ili tuwapeleke kwenda kutalii, nikiamini, na safari ni kesho, nikiamini kesho kuna pesa nilikuwa nimemwazima mtu karibu na ofisi yangu, nitaenda kuchukua ile pesa, nachukua hii nayo lingana na ile. Kwa hiyo nitaenda kuchukua ile pesa, nitabadilishia hapa afu nitawapeleka watu. Nikafanikisha lile tukio kwa gharama zangu. Likafanikiwa, likaisha. Kwa hiyo sikuchafuliwa kama walivyosema wangenichafua. Lakini kesho yake nilipowabeba wale watu tuende hifadhini, nilipofika kufuata hela kwa yule mtu aliniambia uje utanikuta hapa na kusubiri uje uchukue, akazima simu na hapatikani. Akazima simu na hapatikani. Hivi unajua kuchanganyikiwa. Ikaleta taharuki kubwa kwa sababu wageni wametangulia, wapo getini. Mimi pesa nilionayo ya kuwaruhusu kuingia haitoshi, na mtu niliyejua naenda kuchukua hela kwake hayupo, amezima simu. Kwa kweli, kusema ukweli, kwenye hii kazi siwahi kutana na changamoto kubwa kama hii. Ile changamoto iliutesa moyo wangu, na ndo wakati nilipotaka kuondokana na hii sekta ya utalii. Bila watu fulani wema kuingia kati na kusema lelelelele na kusaidia wengine kuintervene, pengine ningekuwa nimetoka kabisa kwenye hii. Siwezi kuisahau. Hivi jambo gani la kufurahisha? Maana pia nimekufuatilia kidogo. Wakati tunaanza kuhamasisha watu kwenda kutalii, kuna wakati unaonekana kwenye maeneo tofauti na dance. Neno ni kwa watu waende kutalii. Bwana Thomas, ukitaka kufanya jambo lako lolote lifanikiwe, lolote lile, hasa ambalo ni jipya halikuwepo na lianzisha, kuna kitu kinaitwa aibu.
weka pembeni. Kuna watu wana ndoto nzuri, wana ndoto kubwa, ila akiwaza watu watanionaje, huwa wanagairi kufanya ndoto zao. Wapo watu wana ndoto kwamba anataka kununua gari, lakini ili anunue gari inabidi apambane, atembeze matunda kwanza, apate nyumba ya kupanga aishi, afanye vitu ambavyo haviendani na hadhi ya watu wanaomzunguka. Kwa sababu mimi labda kwa hadhi yangu nilikuwa naonekana mkurugenzi wa Twende Kutalii, kwa elimu yangu, kwa vile vitu nilikuwa nafanya, mtu mwingine huyu jamaa atakuwa amechanganyikiwa kidogo. Hasa watu kwa kuogopa kupoteza heshima, kwa kuona aibu, wameshindwa wengi kufanya ndoto zao. Sisi tulipoamua kuisimika Twende Kutalii, tulipoamua kupromoti utalii, tulifanya kila jambo ambalo liwe halali, hata kama litaonekana aibu kwa kila mtu. Umenikumbusha vizuri, zaidi ya miaka 4-5 tuliwahi kwenda kufanya promotion za kuuza tiketi za watu kwenda kutalii. Bwana Thomas, mimi Chenza, mkurugenzi wa Twende Kutalii, ilibidi nigeuke dansa kwanza. Nakumbuka nilikuwa na wadau 3 sehemu tofauti. Tugawane, mmoja anakuwa DJ, mwingine anauza tiketi, mimi ni dansa. Na nishacheza sana, nilikuwa nacheza, nakumbuka Bwana Thomas, mpaka leo ile nyimbo inaitwa Tiko Tiko. Mpaka leo ilinipa jina, kuna baadhi ya watu wananitaga Tiko Tiko, lakini nilikatika mno. Kuna wakati nilikuwa nafurahishwa na mheshimiwa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Kangi Rugora, namna yake ya kumobilize watu walivyokuwa na katika. Ndio inaweza kupokewa kwa dhana tofauti, lakini yeye lazima kuna dhana alikuwa nayo. Kwa hiyo Bwana Thomas Masaru, tumefanya mengi. Nimecheza mpira. Asilia mimi sio mchezaji wa mpira. Mimi ni mtu wa mbio labda na sanaa za mapigano. Sio mtu wa mpira, lakini lazimika kucheza mpira kwa sababu huko ndiko kuna watu wengi na watu wanataka kusikiliza kupitia hii. Kwa hiyo tumefanya vitu vingi, chochote kile ambacho ni halali kufanya, sio haramu, hakivunji sheria ya nchi, hata kama mbele ya watu kitaonekana aibu, ili mradi kwa kufanya hivyo kutatimiza lile lengo letu, tumekuwa radhi kufanya. Na mimi binafsi Bwana Chenza nimefanya, sio mara moja, sio mara mbili, tumefanya. Nakushukuru sana. Asante sana Bwana Thomas Masaru. Na mimi kuna mengi ambayo watazamaji watakuwa wamejifunza kutoka kwako kuhusiana na sekta hii ya utalii. Na hapa ndipo ambapo tunaweka nukta katika mengi ambayo leo tumeyatazama, na kama unakumbuka tumezungumza zaidi kuhusiana na mchango wa sekta binafsi katika kukuza utalii nchini Tanzania. Mengi yamezungumzwa na mkurugenzi wa Twende Kutalii, lakini pia naamini kuna mengi pia ambayo utakuwa umejifunza. Tukushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia. Tunakushukuru sana pia kwa kuwa sehemu yetu ambao unafuatilia vipindi vyetu mbalimbali ambavyo naamini ni vya kukuelimisha. Na leo tulikuwa tumejikita zaidi katika sekta ya utalii. Mimi ni Thomas Masaru kwa niaba ya wenzangu ambao wako nyuma ya kamera, Justin Fabien Ndomi, lakini pia na Joseph Makoli. Asante, endelea kutufuatilia, lakini pia endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii katika mingi ambayo tutaendelea